Hello everyone, hope mko poa, natumai mko sawa kila mahali mlipo. Hata kuna hii story, huyo bibi wa Ng'eno na Yanoi Ntutu. Jana kumekuwa na mkutano kwake wakiwa na watu wa UDA. So alikuwa anawaambia wamama waki-elect huyo mtu wa DCP watakuwa wamemkosea, watakuwa wamemhurt. Eti sababu ni Gachagua alimkosea na akona grudge na yeye kwa sababu ya kutangaza kifo ya bwanake. Alisema hivi, eti akona shida na kiongozi wa chama. Hana shida na huyo mtu mwenye anaomba kura Emurua Dikir na DCP, lakini akona shida na Gachagua mwenyewe. Eti alitangaza kifo ya bwanangu kama mimi mwenyewe sikujua, but I think it is very true. Hiyo information Gachagua alisema kama already ilikuwa isha trend. Gachagua hakuwa mtu wa kwanza kuiannounce, but hivyo ndio bibi Ng'eno amesema. Anyway, Wakenya nao ni nani hata waezi mhurumia mjane. Comment section ni moto. Kuna mwingine hapa alisema she wanted it to be posted by Ruto to be more marinated or Jesus Christ. Mwingine akasema okay, so her problem is not the killer but the messenger. Eti better the messenger than the killer. Mwingine akasema yeah, Jesus Christ. Eti the UDA candidate, is he going to be your husband? Jesus. Eti, so this is how she's repaying the job she was given. Mwingine akasema Gachagua didn't lie, he said the truth of what had happened. Mwingine akasema that's why he's called truthful man. The husband is alive, right? Mwingine, was the announcement true or false? Jesus. She wanted to learn it through. What's the problem with that? He is a truthful man. Mwingine akasema so she wanted to learn it from the killer himself. Jesus. Did he lie or anyway? Wakenya hata waezi hurumia mjane. Pole mama. You must be wise when it comes to mambo na politics. So in some situation unafaa kujitoa kidogo. Unafaa kujitenga kidogo. Kiti ulipewa for free, ukakata. Ukasema unataka kuheal, hujapona. Sahi hata sasa umeanza sasa siasa. Anyway, it's well and good.